Chama cha Chauma leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuzungumza na Watanzania kupitia kimefanya mkutano na waandishi wa habari makao makuu ya chama hicho yaliyoko Kinondoni Biafra, ambapo lengo la mkutano huo ni kuhabarisha umma juu ya operesheni ya ziara ambayo inakwenda kufanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026 ya Ijumaa. Operesheni hiyo inatarajiwa kuanzia mkoani Tabora na baadaye Katavi, Kigoma, Kagera, Mwanza, Simiyu na ikitarajiwa kuhitimishwa na baadaye tutakuwa tayari na Pemba. Lengo la mahususi la operesheni hiyo la ziara hiyo ya chama kwa ajili kuelimisha Watanzania ambao tutaomba na mapungufu yaliyopo kwenye katiba ya sasa. Akijibu maswali ya waandishi wa habari waliokuwepo katika mkutano huo, kaimu katibu mkuu wa chama hicho Benson Singo Kigaila kuhusu zuio mikutano ya hadhara sema wao watafanya mikutano ya ndani ya hadhara, na kuhusu uwezeshaji wa chama hicho, chama kitategemea zaidi michango ya wanachama na Watanzania wenye mapenzi mema ya chama. Na kauli mbiu ya chama hicho kuhusiana na ziara hii ni kwamba tujenge pamoja, #Tanzania Salama. Na karibuni sana hapa makao makuu ya chama cha ukombozi wa umma Chauma. Kwa wale wageni, hapa ndio makao makuu ya chama, na kwa wale ambao hatufahamiani, nianze kwa kujitambulisha. Naitwa Singo Masalamakali Kigaila Benson, ndio majina yangu kamili. Ni kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma. Tumekuiteni hapa nyie tuzungumze nanyi na kupitia nyie tuweze kuzungumza na Watanzania kuhusu mambo ya msingi mawili kama alivyosema Mheshimiwa John Mrema. Mambo hayo, la kwanza ni uzinduzi wa operesheni yetu mpya ambayo tutawaambia nani jina lake, operesheni yenyewe. Lakini ya pili inayoambatana na hiyo ni mkakati wa kutafuta rasilimali kwa ajili ya kuweza kuendesha chama na kuendesha hizo operesheni za ujenzi wa chama. Kwa hayo mambo mawili yamefanya tuwaite hapa. Kwa nianzie mwanzo kwanza. Tarehe 30 mwezi wa 6 mwezi uliopita, siku 21 zilizopita, tulikuwa na halmashauri kuu ya chama. Kwenye kikao hicho halmashauri kuu ya chama pamoja na mambo mengine ilipitisha mpango mkakati wa chama wa miaka 5, ikapitisha mpango kazi wa chama wa mwaka mmoja, na ikapitisha bajeti ya chama ya mwaka mmoja wa 2026-2027. Kwa hiyo sasa tunapowaita hapa leo, tuko katika utekelezaji wa maazimio hayo ya mpango kazi wa chama wa mwaka mmoja. Ndani ya siku 21 ambazo tumekaa baada ya kikao hicho cha halmashauri kuu, kama sekretarieti ya chama pamoja na viongozi wakuu, tumekaa tumejadiliana programu za vipaumbele ambazo tumedhani kwamba tuanze nazo. Programu ya kipaumbele ambayo ilikuwepo kwenye halmashauri kuu na tumeamua tuanze nayo kama chama kwa sababu iliazimiwa kwenye mkutano mkuu wa tarehe 7 mwezi wa 8 2025 ni maboresho ya katiba ya chama. Naamini hilo swala tumeshasema mara kadhaa. Kwa tunafanya ziara leo, tunapozungumza hapa tunazindua ziara ambayo ni operation ya chama. Kwa awamu ya kwanza itakwenda mikoa ifuatayo. Hiyo ziara nitataja jina lake vizuri kabisa ili iweze kwenda vizuri. Operation yetu itakwenda kwenye mikoa ifuatayo kwa kuanzia awamu ya kwanza. Tutakwenda mkoa wa Tabora, ambao mkoa wa Tabora tutakuwepo kuanzia tarehe 25 siku ya Jumamosi, na tutaondoka hapa siku ya Ijumaa. Tutakwenda mkoa wa Tabora, tukitoka Tabora tutaenda mkoa wa Katavi, tukitoka Katavi tutakwenda mkoa wa Kigoma, kutoka Kigoma tutaenda mkoa wa Kagera, kutoka Kagera tutakwenda Mwanza, kutoka Mwanza tutaenda Simiyu, kutoka Simiyu tutakwenda Singida,
kutoka Singida kwenda Dodoma, Dodoma tukuja Morogoro, Morogoro tukuja Dar es Salaam, Dar es Salaam tukitoka Dar es Salaam tutakwenda Pemba, tutaenda kumalizia na Unguja. Kwa raundi ya kwanza itakuwa ni mikoa hiyo katika maeneo hayo. Katika mikoa tutapita kwenye majimbo kadhaa, lakini angalau mikoa ni hiyo. Tukawa imeenda mikoa hiyo kwa awamu ya kwanza, tutapanga tena awamu nyingine kwa kadiri rasilimali tunavyokuwa tunaweza kuzitafuta. Sasa operation yetu inaitwa nini? Operation yetu inaitwa tujenge pamoja #Tanzania ni sisi. Tujenge pamoja, Tanzania ni sisi. Maana yake nini? Ndugu zanguni wanahabari na Watanzania mnaotusikiliza, tumefika hapa tulipo kwa sababu ya ubinafsi hasa wa Chama cha Mapinduzi. Tumefika hapa kwa sababu watu toka zamani Chama cha Mapinduzi kilichukua kwamba nchi hii ni mali yao peke yao na wengine wote kama vile ni wageni hapa. Lakini sisi tunadhani tunaweza kwenda vizuri kama tutaamua tukajenga pamoja nchi hii. Maana yake kama ni katiba mpya lazima tukae pamoja tuijenge pamoja. Kama ni sheria nzuri lazima tukae pamoja tuzijenge pamoja. Kama ni shida za Watanzania lazima tukae pamoja tujenge pamoja. Kama ni tatizo la ajira kwa vijana lazima tukae pamoja tujenge pamoja. Nchi hii ni yetu wote, lazima tuijenge pamoja. Tukijenga pamoja tuna uwezo wa kutatua matatizo mengi sana. Tusishirikishane mahali ambapo wanataka watawala. Tunataka Watanzania washiriki katika kujenga nchi yao, kwa sababu nchi hii ni yetu sote. Tujenge pamoja na Watanzania ni sisi, na ndio maana kauli mbiu yetu ni tujenge pamoja, Tanzania ni sisi. Kwa Tanzania ni sisi wote, tujenge pamoja, kwa sababu Tanzania ni sisi wote. Kumekuwa na hiyo na huo ubinafsi, na ubinafsi huo umekwenda mpaka hata vyama vingine. Watu wanaweza kufikiria kwamba labda ni sisi ndio tunamiliki ukweli na haki na nini. Hapana, sisi Chauma tunaamini nchi hii ya Watanzania. Vyama vya siasa na wasiokuwepo kwenye vyama wana haki na nchi hii, lazima tukae pamoja tuijenge pamoja. Kwa hiyo ndio kauli mbiu yetu. Tunakwenda, lengo kubwa ni kuwaunganisha Watanzania ili tukisema katiba mpya, na sisi tulishasema Chauma tutawaongoza Watanzania katika kudai katiba bora. Na ili tuweze kupata katiba bora, sisi tulisema hatutasema tu tunataka katiba mpya, tunataka katiba mpya. Tutawaambia ni ibara zipi ambazo ni adui wa maendeleo yao kwenye katiba ya nchi. Tutawaambia ni ibara zipi inabidi ziingizwe ili tuweze kupata katiba nzuri. Hatutaki katiba mpya kwa maana ya jalada lake, tunataka katiba mpya kwa maana kwamba ina mambo mapya, inaweza kututoa hapa ikatupeleka mahali ambapo tunategemea kwenda kama Watanzania. Kwa hiyo sisi tulishatengeneza, na nishawaambia kwamba sisi tunalandama tayari ya katiba ya nchi inayotuonyesha kwamba kila ibara ikoje, na tumeonyesha ibara ipi inatakiwa iondoke. Na kuna watu wanauliza sasa, mkifanya hivyo sinakuwa ni marekebisho ya katiba? Hatutaanza upya kwa sababu hatuandiki kutoka sifuri. Tunaanza mahali tulipo. Tulisema katiba hii si kwa maoni ya Chauma, tuianze kuiandika kwa kutumia katiba iliyopo, maana ipo. Rasmi ya Warioba maana ipo, na katiba pendekezwa maana zipo. Hizo ni nyaraka ambazo zipo na maoni ya sasa ya Watanzania, kwa sababu hivyo vitu vyote vimefanyika, miaka imepita, kwa na maoni ya sasa ya Watanzania. Kwa hiyo tutakwenda kuongoza namna hiyo, lakini kauli mbiu ya operation yetu ni tujenge pamoja, Tanzania ni sisi. Sasa nimesema tutapita maeneo hayo kwa ajili ya awamu ya kwanza, na tutarejea kadiri ambavyo rasilimali zitatubeba. Hiyo ni ya kwanza. Sasa jambo la pili ambalo niliseme ni kuhusu uzinduzi wa namna gani tunagharamia hiyo operation, namna gani tunakiendesha hiki chama. Chauma kwa wanachauma wote. Chauma itajengwa na wanachauma pamoja na wapenzi wa Chauma. Tukiulizwa Chauma itajengwa na nani, si jibu letu ni kwamba Chauma itajengwa na sisi wenyewe, wanachauma na wapenzi wa Chauma. Kwenye kikao cha halmashauri kuu, wakati tunapitisha bajeti, mapato namba moja ya chama
ambao tulijadili, maana tunapopitisha bajeti tutasema mapato, vyanzo vya mapato na matumizi yake. Chanzo kimoja kikubwa cha mapato ni ada za wanachama. Tunakwenda na kadi, tunategemea tutasajili wanachama, wanachama watalipa ada zao, watalipa viingilio kwa kadi na watalipa ada za wanachama za mwaka. Maana uhai wa mwanachama ni kuwa na ada hai ya chama. Kwa hiyo ni chanzo cha kwanza cha mapato. Chanzo cha pili, tulikubaliana kwamba lazima viongozi na wanachama tuchangie chama. Tutaomba wadau wachangie, lakini tuanze na viongozi. Tulikubaliana tuna wabunge 3, tulikubaliana na wabunge wameshahidi watachangia, na tutaweka mkeka leo tutaanza kuuona. Kwa hiyo kutakuwa na michango ya wabunge, wapo 3 watachangia. Tuna michango ya viongozi wakuu, tuko 5 kwa sasa. Tulikubaliana kila mmoja achangie, na kila mmoja tusema achangia kiasi gani. Tunao wajumbe wa kamati kuu, kila mmoja kwa mujibu wa halmashauri kuu amepangiwa kiwango cha kuchangia, na kuanzia leo tutachangia. Lakini nikisema wajumbe wa kamati kuu ni pamoja na wajumbe wa sekretarieti na wajumbe wa kamati kuu watachangia. Tukitoka hapo, tuna viongozi wa mikoa 31. Kwenye kila mkoa tuna viongozi wasiopungua 5 watachangia, na wanajua jukumu hilo, kwa sababu halmashauri kuu kimsingi pamoja na wajumbe wa kamati kuu, lakini viongozi wa mikoa ndio wanaunda halmashauri kuu. Kwa wao ndio waliamua, na kwenye mikoa tuna mikoa 31 na kila mkoa una viongozi wasiopungua 5, maana watachangia. Ukitoka pale kuna viongozi wa majimbo 272, nao watachangia. Tuna madiwani watachangia, tuna viongozi wa kata watachangia. Tutachangia, tunaanza harambee hiyo leo, tuchangie mpaka Ijumaa. Tutakuwa tumejua tuna shilingi ngapi, ili tuweze kuondoka na watu waendelee kuchangia, ili chama hiki kiweze kujengwa. Kwa hiyo tunakwenda hiki chama, tunakwenda kufanya nini? Kitu cha kwanza kabisa, kwa mujibu wa halmashauri kuu tulikubaliana twende tukakusanye maoni ya wanachama wetu kuhusu maboresho ya katiba ya chama. Maana yake tulikubaliana kwenye mkutano mkuu tarehe 7 mwezi wa 8 2025 kwamba katiba yetu inahitaji kufanyiwa maboresho makubwa sana. Kwa hiyo tunapofanya maboresho ya katiba na tunataka kidemokrasia, lazima wanachama na viongozi watoe maoni yao. Tulishakaa hapa na nishatangaza tena, tulishakaa hapa tukatengeneza waraka wa kukusanyia maoni, kwa Kiingereza unaitwa white paper, ambayo imeainisha ina kolamu 4. Kolamu ya kwanza inaeleza ibara za katiba zilivyo kama zilivyo leo. Kolamu ya pili inaeleza maoni ya waraka ni nini kuhusu ibara hiyo, aidha iondoke au ibaki ilivyo au isomeke hivi au iingizwe ibara mpya. Kolamu ya tatu inatoa sababu kwa nini kinapendekezwa hicho kinachopendekezwa. Kama kolamu ya kwanza ibara ipo hivi, kolamu ya pili inasema ibara hii iondolewe, kolamu ya tatu inasema kwa nini hii ibara iondolewe, na mwisho, kolamu ya mwisho ndo nafasi ya mwanachama au kiongozi kutoa maoni yake. Tumetaka mtu anayetoa maoni lazima kwanza ajue ibara iliyoko inasema nini. Cha pili, ajue kwamba nani mapendekezo ya waraka yanasema nini. Cha tatu, ajue sababu ya mapendekezo hayo ni nini, na cha mwisho sasa yeye akisoma hayo yote inaweza kumuongoza kutoa nini, kutoa maoni. Kwa sababu hata mwenyewe mtakubaliana na mimi kwamba ni ngumu sana, ungetupiwa hata katiba ya nchi hapo ukasema toa maoni yako kuhusu katiba ibadilishwe namna gani. Unaweza kukuta umesoma kitu kimoja tukatoa maoni kwenye hicho kitu kimoja, lakini ukiwekewa namna hiyo unaweza ukapitia ukatoa maoni maeneo yote. Kwa sisi tunakwenda, cha kwanza kwenda kukusanya hayo maoni, lakini cha pili ni kwenda kuwasaidia Watanzania kupaza sauti ya kilio chao. Watanzania wana kilio, Watanzania sasa hivi wanavuna, lakini serikali ya CCM inaelekeza watu wakivuna pamba, watu wakivuna korosho, watu wakivuna ufuta, watu wakivuna alizeti, watu wakivuna dengu,
Watu wakivuna mbaazi wapeleke ghalani, kwenye ghala la serikali, inaitwa stakabadhi ghalani.